Sasa mimi nipewe nafasi nifanye kazi yangu. Sisi tuko katika chama ya UDA. Sisi tunaendelea kufanya kazi. But if then we are removed, then we'll know what to do from there. But hatujatolewa, so uwezi kuwa na mpango na wewe uko kazini. Si mimi nikuta hapa. Si mimi niko kazini. Naibu Rais, swali langu ni sawa tu na Edwin kwamba wakati mmoja tulikuwa tunakuona ukiwa na viongozi wadogo kama ule women rep wa Bomet. Kuna siku ulienda mpaka ukafanyia kampeni huko mashinani. Women rep Bomet. Yes. Ile Toto. Tulikuwa tunakuona na yule MP wa Mgwen, lakini siku hizi hatukuona na lakini nimekueleza. Nimekueleza Naibu Rais. Nimekuambia yes. Msaidizi wa rais anawapigia simu wasikuja pale niko. Nikipanga kwenda kwa hawa anawapigia simu wasikue huko. Sasa mimi nataka nifanye nini? Na Naibu Rais, kuna pia uhusiano wako na mbunge Ndindi Nyoro. Uko na roho ya kusaidia wale viongozi wadogo pia wajijenge sana. Ndindi Nyoro is my very great friend and is one of our young leaders ambaye nimementa and I continue to mentor. He's a very bright young man. Na ndio hujaona yeye akiongea hii maneno ya kutukanana. Umesikia ati Ndindi Nyoro akitukana mtu? He's been very 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 respectful na amejibeba kama kiongozi and he has a future because yeye ni kijana ambaye anajua nini anafanya na ni rafiki yangu sana. Na hata siku tulikuwa na shida katika serikali iliyopita, siku nilikuwa na shida kila Friday, nilikuwa naenda kujificha kwake na kaa weekend na bibi yake Sofia ananipigia chakula. So ujumbe wako kwa viongozi ambao sasa ni wadogo na viongozi kwa jumla, especially members of parliament? Sisi tunaendelea kumenta young leaders, not just si wata kununua wamelizi hiyo hoteli kwa AWS hiyo inaitwa Treetop. Unajua watu wanaongea mambo hawajui. Hii maneno inaitwa hearsay. You know? Ati imenunuliwa sijui. Ni leasing. Hiyo hoteli ya bana ya mtu ni ya AWS, imekuwa list na tangu ifunguliwe watu 54 wanafanya kazi. Watu wanauza mboga, watu wanauza carrot. Utalii umeanza kuvuma katika section katika area hiyo. Sisi tunatafuta wekezaji kutoka ng'ambo. Mimi kazi moja nimepewa na rais ni kuongea na wekezaji kulete mali Kenya. Kama sisi tunatafuta wazungu wakuja wa invest hapa, watoto wetu wakiinvest hapa Kenya, iko makosa gani? Kusema mimi ni deputy president, si kusema ati watoto wangu hawezi fanya biashara, hawezi kuwa wakulima, hawezi nunua hoteli. Wataendelea. Bora hakuna kitu ya mtu ameiba. Tunangoja tuone evidence kama kuna pahali wameiba, kama kuna pahali wamefanya contract ya serikali. Watoto wangu niliwaambia, msifanye biashara na serikali. Nyinyi mfanye na private sector. Na ndio wanafanya kazi ya ukulima, wanafanya kazi ya hoteli, wanafanya kazi ya real estate, lakini watoto wangu hawafanyi kazi na serikali. Na kama mtu ataleta evidence, aseme Ministry of Transport ama ya barabara imelipa mtoto ya Gachagua pesa fulani, waende walete. Na hakuna kitu kama hiyo. Hii tu ni watu tu kujaribu kunitafutia makosa, kwa sababu labda kuna watu wamekaa pahali wameamua sitakiwi nimalize kipindi changu kama deputy president. Lakini kwa sababu hiyo maneno haijakuja ni hearsay, tunaiona kwa magazeti, sitaki nizungumzie. Mimi nasoma tu, nacheka ati hoteli sijui ati 3 billion wapi. Lease umeenda umekoboa hoteli ya mwenyewe ati umenunua 3 billion. Unajua sasa, unajua hii watu nafikiri wako very desperate ya kunipaka matope wakijaribu kunitoa kwa kazi. Lakini they will be shocked wakati ikifika. Wacha tungoje, kama impeachment tuliambiwa itakuja kesho, tunangojea. Mawakili wetu wako tayari. Wacha walete grounds, tusaangalia, tutajibu. Lakini unajua wengine wanajaribu, nimeona wengine wananisindikisha, sasa wabunge 300 wamesign, sasa wewe you are die cast, si ujiuzuru uende nyumbani. Sasa mimi nijiuzuru hii kazi, mimi sikujipea. Wewe kazi hujajipea unaweza toka. Na mimi hakuna makosa nimefanya. Mimi niko sawa. Kama kuna mtu anafikiria ataniuzia uoga ati nijiuzuru, asahau. Kama ni kunifukuzwa, wacha nifukuzwe. Na watu wa kwetu wanangoja wabunge wale wanifukuze. Wanangoja sana. Hiyo ndio wanangojea. Hata hii ya mlima kwetu wakinifukuza, hiyo ni sawa, watu wetu watadili naye. Ile tu wanangojea ni wabunge wa Rift Valley. Naibu wa Rais, ni kurudisha nyuma kidogo uhusiano wako na president. Wakati mlichukua usukani, kuna ile executive order president aliweka akielezea kazi yako kama naibu wa rais. Kabisa. Haijawahi fanyika kwa muda mrefu. Ndio.
kuna uwezekano kwamba labda kuna mahali hujafanya kwa kazi yako kama naibu wa rais, ndiposa imeleta tofauti kati yako na president? Wao rais ni open, hajaniita hata siku moja kunieleza kuna pahali ambaye kazi imeharibika. Kazi ile nimepewa mimi, nakuwa chairman wa kamati ya baraza la mawaziri. Tangu tuchukue ushukani nimesimamia mikutano 33 na tumefanya agenda 335 na tumepeleka yote kwa rais, na rais kila wakati anashukuru kamati yangu ya cabinet kwa kazi ambayo tunafanya. Mambo ya kusimamia ugatuzi, nimeleta uhusiano wa kipekee kati ya serikali kuu na maserikali ya ugatuzi. Hujasikia ile kelele ilikuweko wakati ya serikali ile iliyopita kati ya magavana na serikali kuu. Ni kazi mimi nafanya. Iko kazi nimepewa ya kukaa na marafiki zetu wa kigeni kuangalia zile donor funds ambaye zimekwama na kukuamua pahali imekwama. Hiyo kazi nimefanya, nimemaliza. Nimepewa na rais kazi ya kusimamia constitutional commissions na independent offices. Kulikuwa na shida ya Inspector General of Police na Police Service Commission, nikatatua. Kulikuwa na shida ya Teacher Service Commission na Minister of Education, nikatatua. Nimefanya mikutano mingi na Chief Justice na Attorney General, tunaendelea. Iko kazi nimepatiwa na rais, mambo ya kiangazi. Nilihakikisha kwamba hakuna mtu amekufa Kenya. Mambo ya El Nino nilisimamia. Mambo ya flash floods nilisimamia. Rais amenituma ng'ambo, nimeenda, nimerudi, nimeleta report. Rais amenipatia kazi ya kahawa, ya majani chai, ya maziwa, nimefanya. Rais amenipatia kazi ya kupigana na pombe na mihadarati, nimefanya. Mimi hakuna pahali. Mimi si perfect, lakini ile kazi rais amenipatia kwa uwezo wangu nimejaribu kufanya. Kama iko makosa kwa hiyo kazi alinipatia, hajanieleza, na akinieleza nitarekebisha, kwa sababu mimi si malaika. Labda akiona kuna pahali sijafanya vile natakikana, sijafikisha ile kiwango ambayo inatakikana, ni sawa sawa, atanieleza. Lakini as we speak today, hakuna siku amenikosoa kuniambia hapa hujafanya hii, hujafanya hii. Na kama itafika siku aniambie, anieleze hapa bado hapa bado hapa, nitarekebisha. Na mnazungumza na president, na kama kumekuwa na shida, je, umejaribu kuzungumza na yeye? Kwa sababu kuna wakati ulisema you don't access state of diary because hauwezi elewa. Hiyo ni maneno ya juzi. Kama tangu tutoke Kisumu ndio kumekuwa na hiyo shida, na sielewi kwa sababu kuna mtu amenieleza. Nilisema kwa ile group ya diary ya rais niliondolewa, kwa hivyo sina access ya kujua pahali yako anaenda wapi. Sijapatiwa sababu ya kuondolewa na sijauliza, kwa sababu unajua hiyo group si mimi nitengeneza. Najua mimi ni mtu mwaminifu, mimi ni deputy president, ni assistant wa president, so sibishani na rais. Ikionekana sitakani nigue kwa hiyo group, mimi natosheka. Siwezi bishana sana, kwa sababu pahali huku jiweka, kwa sababu si mimi nilijiweka, niliwekwa kwa hiyo group, na siku niliwekwa sikuulizwa, siku nimetolewa sikuulizwa, so hakuna haja mimi niulize. Lakini nikaona ni mzuri nijulisha wa Kenya, kwa sababu nilikuwa nimeona mabloggers hapo State House wameanza kujaribu kulete hadithi ati ya kwamba mimi nimesusuia kazi, siendi kazi ya rais. Lakini nikaona ni mzuri nijulisha wa Kenya kwa nini mimi sionekane pale. Kwa sababu mimi ni mtu ya kusema ukweli. Kama ningekuwa ni ile watu ya kuficha maneno ningeficha. Nikasema mimi hapana iko pale. Lakini mimi siwezi uliza. Kama kutakuwa na sababu, ikionekana nielezwe nitaelezwa. Ikionekana nisielezwe pia sina shida. Lakini ya mwisho tu, naibu wa rais, ni kwamba baadhi ya hao wabunge wanakosoa kwamba umefanya siasa ya ukabila, na wakasema kwamba wewe umekaa sana kwenye mlima wa Kenya, utoki hiyo eneo sana, na siasa yako ikawa centralized sana huko, na wakasema hiyo ndio sababu wakawa na kwamba wewe ni mwanasiasa ambao umeegemea upande mmoja, ilali wewe ni naibu wa rais wa Kenya nzima. Siku nilikuwa natafutia Rais William kura, siku anatoka hapa kwa mlima, nilikuwa naketi hapo nikisanya hizo kura, na hakuna mtu alikuwa analalamika. Nasikia nilikuwa natoka mlima na kuja bonde, natoka mlima na kuja bonde, hakuna mtu alikuwa analalamika. Mimi nimetembea Kenya. Si mnasema nilikuwa Mombasa, hii hapana mlima. Mimi nilikuwa Wajir, hii hapana mlima. Nilikuwa Garissa, hii hapana mlima. Nilikuwa Mount Elgon. Nandi nimekuja karibu mara 10. Eldoret nimekuja karibu mara 6. Kericho nimekuja mara 4. Tea conference
conference ya chai tulikuwa na nyinyi, niliweka Kericho. Mlima iko majani chai, mbona si uweka mlima? Unajua kikwetu iko saying sijui kama kikwa kale iko nasema fisi akitaka kula mtoto yake anaanza kusema ananuka kama mbuzi. Sijui kama iko fisi akitaka kula mtoto yake anaanza kusema ananuka kama mbuzi. Hii mikutano nafanya ya cabinet, kwani mimi nafanya na Kikuyu? Hii ni cabinet ya Kenya, mambo tunapanga ya Kenya. Hii kazi nimefanya ya pombe na drugs, nimeenda mpaka pwani. Hii hapana Mlima Kenya. Mimi nimetembea kila pahali, na hata Rift Valley nimepanga kuja mara mingi, hapo mwishowe inakuwa postponed. Nilipanga kuja Baringo pale ya Maravini, niende mpaka Kaparatojo, nikuje Kaparanet, nikapanga na wabunge. Baadaye nikaambiwa start down, watu wengine waende. Sasa mimi nitajilazimisha kutembea Baringo. Iko siku nimekuja Bomet, nimeitwa hapo na Governor Barchok katika Deliverance Church. Wabunge tumepangana tukutane hapo. Sijui nani amepigia simu, nimefika pale hakuna mjumbe hata mmoja. Iko siku nyingine nimepanga kuja Bomet, asubuhi ndege hakuna. Nimepanga tena kuja ndege hakuna. Sasa mimi juzi nilikuwa nimekuja Lesos kufungua TTI, nimealikwa na Mheshimiwa Kituru pale Nandi. Nilikuwa nikuja last Friday. Nikirudi kutoka safari naambiwa imekuwa cancelled. Sasa mimi nauliza ndugu yangu, kama mimi napanga safari ya kuja Bonde la Ufa na haiwezekani kwa sababu ambayo sielewi, sasa mimi nitafanya nini? Hii mlima ndio bahali, sasa hiyo sihitaji kualikwa na mtu yeyote. Hapo ni nyumbani. Sasa wewe ukikosa bahali ya kwenda, si unaenda nyumbani? Your Excellency, wewe ukikosa bahali ya kwenda, si unaenda nyumbani? So mimi ni Mkenya na mimi napenda Wakenya wote, na nimefanya kazi mingi sana. Nimetembea Kisii, nimetembea kila pahali, na mimi naendelea kutembea. Na haiwezi kuwa siku nilikuwa ati nimeambiwa, wengine wanasema ati mimi naongea Kikuyu. Siku nilikuwa naombea Rais William Ruto kura, tukiwa na yeye kwa gari, nilikuwa naongea Kikuyu kwa sababu lazima uongeleshe watu ile lugha ambayo wanaelewa, kwa sababu communication is not what you say but being understood. Yes. Siku nilikuwa namuombea kura na kumtetea na kusema anafaa, nilikuwa naongelesha watu Kikuyu. Hakuna mtu alikuwa analalamika. Bora saa hii wanalalamika. Kama ilikuwa mzuri wakati hiyo, mbona saa hii imekuwa ni mbaya? Your Excellency, kuna swali tu nataka kukuuliza kuhusu mambo ya broad based government. Najua hapa mbeleni uliweza kuongea kabisa na kwa kinagobaga kwamba umeweka mitego State House na hakuna mtu atapita hapa, na kila siku uko na macho yako kuhakikisha kwamba hakuna mtu amekuja kuharibu kazi yenu ama mpangilia kazi ambayo serikali imeweka pamoja na Rais William Ruto. Lakini vile tunajuavyo saa hii ODM na timu kubwa imeingia serikalini. Yes. Mitego yako ilifanyika namna gani? Walipeleka namna gani mpaka hadi wakafika State House? Ya pili ni kwamba kulikuwa na wakati uliweza kushtumu Director wa Intelligence Nurdin Haji, na najua kwamba uko na ama unakaa katika kikao cha Security Council, unapata information intelligence kuhusu mambo yanaendelea kwa nchi. Unaona hiyo mambo ya kushtumu the Director of Intelligence iliweza kukuweka in bad light? Mambo mawili broad based. Historia ya mambo ya kuleta Raila kwa serikali unaijua. Sisi 2018 mwezi ya 3, Rais mstaafu Uhuru Kenyatta alilete Raila katika serikali yake. Rais William Ruto alikuwa deputy president, akapinga. Na sisi akatuambia na akatuconvince ya kwamba Raila si mtu mzuri na amekuja kuharibu serikali yetu. Na rais akazunguka mlimani na akaeleza watu wa mlima ya kwamba huyu Raila amekuja ndio ameharibu uhusiano yake na Uhuru Kenyatta na ameharibu serikali na ni mtu mbaya. Na sisi tukakubali. Na kwa hivyo tukasema Rais Uhuru Kenyatta akatuambia tuchague Raila Odinga.
sisi kati ya Rais Uhuru Kenyatta na William Ruto, tukamwamini William Ruto, tukamwambia Uhuru Kenyatta, bana, wewe umekosea, mambo ya Raila hatutaki. Huyu mtoto wa Sugoi ambaye ameokoka, ni mtu ya kanisa, ndio tunaamini maneno yake, Raila ni mtu mbaya, na kwa hivyo sisi hatutaki Raila, tunataka William Ruto. Sisi tukang'ang'ana, tukakataa Raila, tukapatia William Ruto 87% ya kura zetu, Raila akapata 13%. Tulipoingia kwa serikali tukasema, mimi na rais, hakuna siku tutakubali huyu Raila akuja katika serikali yetu, kwa sababu ataharibu vile aliharibu serikali ya Uhuru Kenyatta. Siku wameanza maandamano na kuweka sufuria kwa kichwa, mimi ndio nilisaidia rais, na unakumbuka, kupigana na hao watu ya ODM na watu ya maandamano, na ndio nikasema hii maandamano tunaona kama ni njama, Raila anataka kuingia serikali kwa nguvu. Mimi tukikubaliana na rais, nikasema hii State House hatutakubali rais Raila afanye nini, aingie. Na mimi nikiwa mtu ya rais ya mkono, nitaweka mitego kila pahali kuhakikisha hafanyi nini, haingii. Na nikatoa hiyo hakikisho kwa watu ya Kenya. Nasikia ya kuhakikisha kuja, lakini mimi ni mtu amesoma, na mimi nimesoma kidogo, na nimekuweko katika hii siasa kwa miaka mingi. Mimi serikali ya Mwai Kibaki, nimekuwa kwa serikali ya Uhuru Kenyatta, nimekuwa kwa hii serikali ya Ruto. Nikaanza kuona dalili ya kwamba rais na Raila wameanza kuongea. Rais William Ruto ni mkubwa yangu, mimi siwezi bishana na yeye, na siwezi pinga ile anataka kufanya. Nilipoanza kuona wameanza kuongea, nikarudi nyuma kidogo, na kama ulidiskava, kuna mahali ilifika nikawacha kutoa Raila. Sijui kama uli notice, yeah. Nikawacha kutoa makobora ile nilikuwa natoa, kwa sababu mimi ni mtu ya mkono ya Rais William Ruto. Wewe ukiona bosi yako yule mtu anapiga, wameanza kuongea, utapigana na yeye kufanya nini? Baadaye alikuita za kuongelesha, akakwambia tunaanza kuongea na mzee. Bana haja niambia, mimi naona. Siku nimeona hao pale na Museveni na ng'ombe wa picha msituni huko, na mimi nilikuwa nimemsindikiza rais kwa hapo, na hapo kuambia naenda Uganda ili sivili mtu mwerevu. Saida nilimuona pale na Raila na Museveni na yeye wakiongea, nikaenda pale State House, ile mitego yote nikatoa, kwa sababu hakuna haja hiyo nyumba hapana yangu. Unajua mimi nilikuwa nafanya kazi ya kujituma. Unasikia? Nilipoona wanaongea na ninaona wanaelewana, mimi nikasema mimi ni mtu mwerevu. Kikwetu kuna msemo wanasemanga, kuna mambo ingine hutakiwi kuambiwa. Unajijazia. Unajijazia. Ati lazima unajijazia. Nikajijazia kwa sababu mimi si mtu mjinga vile watu wanafikiria. Na vile nilijijazia imekuja kuwa na hiyo. So nikajua hapa bosi yangu na yule wameelewa, wamekubaliana. Mimi nikasema mimi sikuwa na shida. Mimi nilikuwa na kinga bosi yangu. Kama yeye mwenyewe amekubali hii mzee hapana mbaya, niko sawa. Kutoka hapo najua nilifanya nini? Nilirudi nikaketi chini nikajiuliza, sisi watu ya mlima wakiongozwa na mimi tulipiga Rais Uhuru Kenyatta kwa sababu ya kuleta Raila. Nasema Raila ni mbaya, wacha tuende kwa William Ruto. William Ruto huyu president ambaye tulisema ndio mzuri, hatutaki Raila, amechukua Raila. Sasa wameelewana naye. Sisi tuliuliza nini mtoto wetu Uhuru Kenyatta? Mimi nikaenda nikaomba msamaha kwa Uhuru Kenyatta, kwa sababu nikasema tulikukosea mtoto wetu, tulikupiga bure, kwa sababu wewe ulikuwa unasema Raila ni mtu mzuri. Yule tulikuwa tunasema ni mzuri, si Raila mzuri, amesema hata Raila ni mzuri. Sasa marais wawili wamesema huyu ni mtu mzuri. So sisi nikaambia watu yangu, sitaki kusikia mtu anaingilia Uhuru Kenyatta tena. Tukaomba msamaha, tukasema tulikosea Uhuru kwa sababu alikuwa ametuambia Raila ni mtu mzuri,
William Ruto ametuambia ni mtu mzuri, sisi sote tukakubaliana Raila ni mtu mzuri. Hivi sasa Uhuru Kenyatta former president alisema, rais aliponiita akasema nimeona huyu Raila na watu yake tuwalete kwa serikali ndio tulete kila mtu pamoja. Mimi nikakubali kwa sababu sasa Uhuru Kenyatta alisema ni mtu mzuri, William Ruto amesema ni mtu mzuri, amesema tumulete ndani. Sasa mimi ningepinga ya nini? Hata mimi hata kama ningepinga na rais amue atamulete, mimi sina uwezo wa kumkataza. Basi uhusiano wako na former president Uhuru Kenyatta sasa hivi iko mzuri? Ongea vizuri kila kitu. Iko mzuri, iko uhusiano mzuri. Unasemaje sasa kuhusu mambo ya unajua sasa hiyo ni maneno yetu ya nyumbani sasa. Sasa unajua yeye ni mzee ameretire, ni kiongozi wetu ya Mlima. Sasa huyo sasa hatusumbui na maneno mingi, hatumsumbui na maneno mingi. Lakini sisi tulisema hiyo maneno imefika mwisho. Kwa sababu tulikuwa tunakosania huyu Raila Odinga. Sasa huyu Raila Odinga amesemekana ni mzuri na kila mtu. Sasa si vita imeisha. So uhusiano wake na rais wa sasa hivi William Ruto iko namna gani kati ya Uhuru Kenyatta? Mimi hiyo mambo ya rais uwezi uniuliza mimi, hata kama najua siwezi kukuambia kwa sababu siwezi ongelelea mkubwa wangu. Ukiuliza mimi uhusiano yangu ni mzuri. Uhusiano yangu unaweza kuniuliza maswali mimi mwenyewe. So hapo kwa ile historia ya intelligence mimi nilitoa maoni yangu na sitaki kuongea juu yake. Unajua mimi ni Mkenya. Mimi ni kiongozi na niko huru kutoa maoni yangu vile naona mtu nafanya kazi yeyote. Waziri fulani niseme mimi nikiangalia hii kazi yake haifai, haitoshi, na kikatiba nimekubaliwa kwa sababu mimi ni Mkenya na niko na hizo rights ya kuwa na opinion of the performance of any public officer, and I can give an opinion what I think. It doesn't have to be accepted, it doesn't have to be right, but I have an opinion. Na mimi ni mtu pia experienced. Nimekuwa kwa serikali for a long time, so niko na ujuzi ya kuangalia vile mtu anatekeleza kazi yake na kutoa maoni yake. So uhusiano yako sasa umeshakubaliana na shida, there was nothing personal. Nilitoa maoni vile mimi naona, akarekebisha mahali inahitajika, maisha kaendelea. Na naona si mbaya sana, naona si mbaya sana. Sawa.